tutatumikia vizuri kabisa. Umeelewa? Unakubali? Na inawa mjanja mjanja wewe. Twende basi. Aje. Nenda kaswali nafunga yani fanya ibada. Lakini usisahau pia kwa usazi pale useni mangapi kwenda kuchukua juzu na kusoma. Uko sura gani umesema? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soma kwa makini dua hilo. Umeelewa? Fanya ibada. Hivi mume wangu wewe una akili gani wewe? Si nilikuwa namuelimisha masuala kwenda madrasa. Wewe ulikimbia madrasa muda mrefu. Nikamwambia kwa nini umekimbia madrasa wakati utakuwa kusoma Qur'ani? Akaniambia basi kaka, mimi nitakwenda tena madrasa, nitakumbuka kusoma, ufanye ibada. Nampa elimu yake. Sasa mbona kakimbia? Sasa kwa sababu kashaona kwamba labda pengine ndo anataka kwa hii madrasa. Hivi unaona mimi mtoto mdogo Yule ataondoka, mimi na wewe tutaenda kumalizana nyumbani. Yaani leo talaka inahusu. Yaani leo utaiandika hiyo talaka. Wewe twende huku, yaani mimi na wewe leo. Kazi ninayo. Sawa. Talaka yake nitaandika vipi? Hapo mwanzo wanaume tuna tamaa. Huyu mke wangu jana ana kitako huyu. Ana kichura fulani cha kuombea maji, lakini nimehangaika na huyu. Nimefuta zigo kubwa. Akitaka akidai talaka nampa bwana yeye. Na mimi nimemsaidia tu mambo ya ndoa yajifanya nilingie mimi ajue na yeye nzuri sana. Lakini tamani ndio anamkwenda. Mke wangu. Nimesema unachokitaka nitakupa. Wewe unachotaka nitakupa, sitaki kunisumbue. Sitaki kunisumbue. Wewe. Nini? Naomba talaka yangu. Nataka nikupe talaka. Yaani nimeona kila kitu. Hivi wewe mume wako kunidharau wewe mara yako. Sio nimekudharau, wewe age imeenda go. Yaani kifupi wewe 76, mimi hapa 90. Umenipita miaka 4. Unaponikuta na toto kama zile pale unakuwa unabidi unikaushie tu muda mwingine. Hata kama uliona mimi ni mkubwa, kwa nini ulinioa? Nimekuoa kwa sababu ndugu zangu walikuwa wananiangalizia tu sababu wewe mstaarabu na hekima zako. Lakini huna mvuto kwangu mimi hata siku moja. Sasa kama unataka talaka mimi nitakupa talaka. Ina maana mapenzi yote sio mnayokupa yale? Hakuna kitu. Ukiona hivyo mpaka mwanaume anatoka katika ndoa yake ujue hapo ndani hakuna kitu. Shika. Talaka. Nataka ndio talaka andika. Mimi mwanadamu kushinda hata wewe mimi nakugea talaka kweli. Utajua wewe. Wewe yake. Na kwanza talaka 3. Sio utataka kuni wewe andika. Wewe chumvi. Shida nini kwa? Anataka talaka nampa talaka yake. Nishachoka. Talaka kivipi yani? Sijawaelewa. Na kuandika talaka yako. Nimekwaza tena 3. Sio 3 tu, hata 10 andika niondoke. Chumvi, tusikilizane. Mbona mnatia aibu? Nyinyi watu wazima mnatoka ndani mnakuja kugombana nje. Kwani nakuja mambo kama haya? Huyu sataka talaka na mimi nimekubali kumandika talaka yake. Wewe tulia, mimi nimwandike talaka yake. Wewe chumvi wewe. Unisikilize kwa makini. Kwanza hujanipa chanzo wala nini. Sitaki matatizo unataka kuyaleta. Kwanza ukae ukijua kwamba hasira ni hasara. Umenielewa sijui? Na ukiamua kitu ukiwa una hasira, unaamua vyovyote vile. Baadaye utakuja kujutia ninachokwambia. Kumbe hasira hasara. Basi mimi nimekusamea. Huyu mwanamke anadai talaka. Sasa ananichanganya. Nataka tuko ndani. Unamwambia mimi sitaki nikuache. Kuna vitu fulani mimi nishakuzoea. Niache, nimekutana na mwanamke si kitu gani? Unataka kunitia hasira nikuache uende kuniuloga mbele huko. Kwa sababu ndio mna kaida yenu. Mnaomba talaka kwa nguvu, alafu mtoka hapa kwa waganga eti asifanikiwe. Wakati talaka bomba mwenyewe kutoka. Wewe basi hata kunipanda kichwani muda mwingine sawa? Na wewe acha umalaya. Mimi nimefanya malaya unaona kati kwa namuelekeza masuala mambo ya elimu pale. Wewe vipi bwana, hebu ingia ndani na peni lako usiniingizie ibilisi mimi. Alafu na wewe wifi. Ingia ndani huko. Wifi. Na wewe punguza mambo kama hivyo, kitu kidogo tu unakasema. Mwelekeze mfunde. Ingia ndani hapo mfunde mwandawazimu huyo. Mtamwacha kweli mimi. Nina masiara mimi. Maskini wewe, yani kakaangu ana matatizo. Karibu shiangu. Asante. Karibu sana shiangu. Sana umeamka asubuhi na kazi kibao. Wewe acha tu. Unajua tena. Yaani siku 2-3 maana yake nina muda sijaosha vyombo nimeviacha huko ndani. Nina mambo mengi kama ungangano. Maana vilivyojaa hivi. Mimi si yangu kitu ambacho kimenileta hapa. Kuna maneno ambayo nimeyasikia. Sasa nikajiuliza, haya maneno nani anaisambaza? Ndio maana nikasemaje ngoja niende kwa wifi yangu ili nikamuulize. Haya maneno yanakuaje? Wifi yangu. Subiri tu mimi nikwambie ukweli.
kuhusu hilo swala. Kuhusu swala la kuonekana chumvi nyingi ni mhusika, kwa sababu maana mdogo mimi ndo kaja kuniambia. Yeye alilala akaota katokewa na marehemu mume wangu mimi. Akamwambia kila kitu kuhusu mume wako alichomfanyia. Kwa hiyo mdogo lile hajalifumbia macho, kwa vile akaja kuniambia. Kwa hiyo vyovyote hivyo mimi nimemsikia mdogo, ila sina uhakika na wala sina 100%. Sipokuwa mimi nitalifanyia kazi. Juu umenielewa? Naumia sana. Naumia sana kumuona mdogo wangu akiwa katika hali hii. Roho inaniuma. Anapitia mateso magumu sana huyu mtoto. Anahangaika na dunia. Wakati sisi wa kumsaidia mtoto tupo. Lakini Chumvi ana wasiwasi. Ana pressure. Maisha yake yanamwendea, anakula, anashiba, analala. Hivi kweli yangu hivi kweli jamani? Roho inaniuma sana. Nione kwanza. Wifi, mimi naomba tu uwe na subira, kwa sababu Chumvi nyingi sasa hivi amechanganyikiwa. Yaani kitu ambacho anakiwaza ni milioni 74 yake tu. Yaani kila akilala akiamka ni milioni 74, akilala akiamka, yani hivyo. Kwa hiyo kikubwa kwamba wifi yangu wewe ni mtoto wa kike. Na sisi wanawake tumeombewa uvumilivu. Wewe vumilia tu. Mimi nadhani Chumvi nyingi siku akijitambua, mimi naona atakuwa sawa. Wifi yangu, useme Chumvi ajitambue. Chumvi ajitambue, yule mtoto. Unaona hii hali mimi sipendi, tu nafurahia hii hali yangu. Nahisi kama dunia imenielemea jamani, eh? Mama yangu. Basi hivi. Mimi ngoja nikwambie kitu kimoja. Hapa cha kufanya sasa hivi, Chumvi nyingi kwanza tumuache, kwa sababu akili yake haiko sawa. Cha kufanya ni kupeleleza ili tujue labda kuna mganga ambaye yuko karibu au labda kuna mtu labda anamjua. Tujaribu kumpeleka labda atapona. Yaani hicho ndio kilichobaki, kwa sababu Chumvi nyingi usimtegemee kabisa. Hapa ni kufanya tu mimi na wewe, tumshirikishe na mama mdogo, tutafute mganga tumpeleke. Mungu yupo tu, atapona. Sawa wifi yangu. Nashukuru kunitia moyo. Mama mdogo, Niambie. kwa sababu nimesikia maneno kwamba Chumvi nyingi na Silifa ndio aliyemuua yule marehemu. Sasa mama mdogo, wewe una uhakika gani? Kwa sababu anasema wewe kuna mtu ambaye ulimwambia. Ndio maana nikasema wala nikutafute nikuulize. Wewe una uhakika gani, au wewe ulimsikia nani kwamba Silifa na Chumvi nyingi ndio wauaji wa yule marehemu? Mwanangu, 90% Chumvi na yule mganga ndio alimuua marehemu. Yaani sijaambiwa na mtu yoyote, nimeona kwa macho yangu ndotoni. Mzimu umenitokea. Unaniambia kila kitu. Sasa nitashindwaje kuuamini mzimu mimi? Naweza nisiamini kila kitu mwanangu, lakini mzimu lazima niuamini. Mimi sawa, nimekuelewa, lakini mama mdogo, mimi nilikuwa nakushauri. Kwa sababu Chumvi nyingi ana hasira. Na hasira zote kutokana na zile milioni 74 zake anazitaka. Sasa wewe tena unasambaza haya. Mama mdogo. Mimi nataka nijue mbivu na mbichi. Siwezi nikalinyamazia kimya eti namuogopa Chumvi nyingi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lazima nitaifuatilia mpaka nijue mwisho wake. Basi sawa.
ila mimi nilikuwa nakushauri tu, ila kama mwenyewe mwenyewe utaangalia. Sawa, nitaendelea kulifuatilia. Hivi mbona sielewi? Nahisi kila kitu kimeelemea katika upande wangu, kila matatizo juu yangu. Maisha haya mpaka lini? Mume wangu amefariki, mdogo wangu ndo kama vile tena. Mimi nitakuwa mgeni wa nani? Mungu. Na kikubwa nilichokuitia hapa ni sala la yule mdogo wetu. Yule mdogo wetu ana mwaka karibu watatu anahangaika na dunia. Anateseka. Anakula majalalani. Lakini wewe mwenzangu waka umetulia tu. Una hata shida, una wasiwasi. Ila kikubwa nilichokuitia hapa mimi nataka tujue mimi na wewe tunamsaidiaje yule. Bana wewe, nisikilize. Sitaki unizungumzie mambo hayo ya kipumbavu hata mara moja. Tunakaa tunamdiscuss chizi. Chizi amekaa kwa majalalani anakula ovyo. Kashachanganyikiwa. Yule anatakiwa kubakia kifo tu, afe maisha mengine yaendelee. Unakuja kuniambia mimi masala mtu ashakuwa chizi. Tunamzungumzia, tunamjadili chizi. Nisikie bwana. Mimi nimejua unaniita hapa kwa ajili ya milioni 74 zangu. Unaniambia maswala ya mtu kachanganyikiwa. Hivyo unajitambua au unaona changanyikiwa siku hizi? Nakuuliza unachanganyikiwa? Wewe chumvu una roho gani wewe? Wewe ni mtu aina gani, una hata huruma na ndugu yako? Wewe mbona una roho mbaya kiasi hichi? Kweli, mimi nina roho mbaya. Unaonekana ndio una roho mbaya. Na hayo ni maisha gani? Hivi sisi tunaweza tukakutegemea kweli wewe? Au mimi naweza nikakutegemea kweli wewe? Kitu unachotaka kukizingatia hela yangu. Milioni 74. Ndio mada ile unitoa huko nyumbani kwangu kuja mpaka huku kwako. Usiniletee habari za machizi hapa. Sijui umeelewa? Na hizi siku zinazozidi kwenda usichukue mimi chakula chicken mayai nimetulia tu na kusikilizia. Yaani siku zinazozidi kwenda nitakubadilikia. Udugu utakwisha. Umesikia? Kama mimi kaka utajua wewe utakaponiita. Usinishirikishe na machizi. Nakupa 2 days. Siku 2. Yaani kutoka leo mpaka kesho kutwa. Maana kama sijapata milioni 74 yangu naipiga moto hii nyumba. Maana dalali hayupo. Nasikia dalali amefariki. Kwa hiyo mimi ninachokifanya hapa nataka nije kupiga moto hapa mchana kweupe na nunua petroli yangu kilo lita 3. Sawa Wewe una roho mbaya na una roho mbaya sana wewe kaka wewe. Hivi hivyo mpaka lini maisha haya? Unaenda? Aya, rudi hapa. Haya. Unanikimbia mimi wa ajabu? Nakuuliza wewe msichana? Sasa nimekuita hapa kwa onyo hilo moja. Hivi umetembea kote uliomwona ni kakaangu mimi tu si ndio? Sasa nakupa onyo. Iwe mwanzo na mwisho. Kuwa karibu na kaka yangu. Mimi kakako hapana. Yaani tangia siku mimi kakako hapana. Mimi na kakako tena basi hapana. Sasa kama unavyosema wewe mwenyewe hapana. Nikija kusikia, nikaona nitakacho kufanya, utawasimulia wenzio. Yaani nitakufanya kitu, hutakuja kunisahau. Hilo. Mtu achane na yale mambo tuliwa kukimbizana. Unajua hiki kipindi kwa sipo sawa. So usichukulie vile. Aje? Wengamwe. Acha kumpa zako kikuna bwana wewe. Mdomo unanuka vikuna, alafu unamzusha mtoto mzuri kama huyo ndo kitu gani? Alafu, kwa nini hivi vitu wewe uviachi? Wewe unapenda umalaya kuliko kula. Inafikia kipindi hapo ulipo una UTI, una gono, una kaswende, na sijui kama Azuma umemaliza kutumia wewe.
Haya, tuachane na hayo yote. Ukimwi uliokuwa nao nataka kumwambukiza huyu. Umemwambukiza dada yangu ngasema sawa, family life. Dada yangu anaenda kumwambukiza mumewe. Mumewe naye akaja akafariki kwa sababu ya ukimwi uliomwambukiza wewe dada yangu. Alafu leo yeye anataka kukulagai wewe. Hivi angalia wewe dada mwenyewe una kipindi chako upate ukimwi. Angalia tu mwenye maisha yako. Angalia tu. Una mkeo. Ngoja nikwambie kitu na sisi Waislamu na Mtume akasema four girls. Yaani tunaweza tukawa na wanawake wanne. Haina shida hiyo. Tena mwanamke wewe unastahili kuolewa na handsome boy kama sisi. Ukiniangalia mimi niangalie vizuri. Afu mfananishe na Live and Vivian boy. Tumefanana. Kasoro tu mimi na kitambi kabi ndogo lakini achana nacho. Ila wewe unafaa kuwa mimi mume wako. Unakaa na huyu kaathirika atakuja kukupa gono, atakuja kukupa kaswende, atakuja kukupa ukimwi, usharuka naye hata mara moja. Sura yako inaonekana usharuka ya Mungu wewe. Wewe unaga dogo na ina. Ujue ndio mimi nakuangalia tu. Unanichola hapa na kuangalia. Wewe ukimwi umenipa wewe. Afadhali tukose wote potelea mbali bwana wewe. Kishikaji wewe mbona dua? Fresh tu hiyo kishikaji au sio? Atakugeuza shoga sasa hivi. Aje.